Hello. Okay, mwendelezo wa tipsi zetu za kiafya kupitia platformu yako ya afya yako utajiri wako. Sasa leo nataka nizungumzie zile changamoto au baadhi ya magonjwa au baadhi ya shida ambazo zinapelekea mwanaume kushindwa kuperform tendo lake la ndoa vizuri zaidi au kushindwa kulimudu hilo tendo la ndoa vizuri zaidi wakati anapokuwa na mwenza wake. Sasa changamoto hizi nimezigawa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni kundi la mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Tunasema ni zile changamoto ambazo zinakuwa zina consider mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, digestive system disorders. Changamoto ya kwanza ni vidonda vya tumbo. Hapa kwenye vidonda vya tumbo, kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula, hivi vinakuwa vina mchango mkubwa sana wa kumpelekea mwanaume ashindwe kuperform tendo la ndoa. Lakini pia tuna factor nyingine ambayo ni hemorrhoids. Hemorrhoids ni bawasiri ama mgara au kijinyama katika njia ya mfereji wa haja kubwa. Fakti hii pia ni fakti ambayo inasababisha kuwa na mchango mkubwa sana wa mwanaume kushindwa kuperform tendo la ndoa vizuri zaidi. Lakini pia changamoto nyingine ambayo ipo katika hii digestive system kwenye mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula ambayo inaweza kukuletea hizo shida ni constipation ama ukosefu wa choo. Lakini pia changamoto nyingine ambayo tunaiweka hapa kwenye digestive system ni diabetes ama sukari. Sasa sukari hapa either iwe ni ya juu ya kupanda ama iwe ni ya chini ya kushuka. Hivi vitu vyote vinakuwa vina consider au vinampelekea mtu mwanaume kuweza kupata changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia kundi la pili ambalo changamoto zake pia naziorodhesha hapa ni kundi la mfumo mzima wa mzunguko wa damu. Hii tunasema ni ile blood circulation system ama tunasema ni cardiovascular system disorders. Zile changamoto zote ambazo zinakuwa zina consider mfumo mzima wa mzunguko wa damu. Na hapa tunazungumzia pressure either iwe ni ya kupanda ya juu ama ya kushuka ya chini. Lakini pia changamoto ya moyo kutanuka, ya changamoto ya mafuta kwenye mishipa ya damu yani cholesterol. Lakini pia changamoto ya mirija ya damu either inasinyaa sana ama inatanuka sana. Hizi zote ni grievances ambazo zinakuwa zinakupelekea mwanaume kuweza kuwa na changamoto ya mfumo mzima wako wa uzazi katika kuperform tendo la ndoa. Lakini pia mfumo au pati ya tatu sasa ni ile male reproductive system disorders, ule mfumo wa kwako mzima mwanaume wa uzazi. Changamoto zake sasa ni hizi zifuatazo. Kitu cha kwanza, kama mwanaume unakuwa unasumbuliwa sana na changamoto ya UTI yani kujirudia frequently mara kwa mara. Lakini pia unakuwa una shida za mkojo mara kwa mara, una changamoto za tezi dume, una changamoto za henia ambayo ni ngiri, una changamoto za hydrocele ambayo ni busha. Lakini pia kuna changamoto ya kujichua kwa muda mrefu, umefanya sana self sex kipindi cha nyuma, umefanya sana hiyo masturbation, umejichua sana, umefanya punyeto au umenyonga sana. Hizi zote ni fakti ambazo zitakupelekea wewe kuweza kushindwa kuperform tendo la ndoa vizuri na kushindwa kulimudu au kulistahimili kurepractice vizuri zaidi. Kwa key point za kushika ni tatu. Kwa hiyo changamoto ya mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula ambayo ina shida zake nimezieleza hapo. Lakini pia changamoto ya mfumo wa mzunguko wa damu ambayo ina shida zake nimezieleza hapo, pamoja na changamoto yako wewe mwenyewe mwanaume ya mfumo wa uzazi wa kiume nimezieleza hapo. Hizo zote zinakuwa zina leads wewe kukupelekea kushindwa kumudu na kustahimili tendo la ndoa. So nini unatakiwa kufanya? Unachotakiwa kufanya ni kututafuta katika mawasiliano ambayo tumekuwekea kwenye clip yetu hii, uweze kupata elimu iliyojitosheleza, ushauri pamoja na matibabu kama hutojali. Lakini make sure kama unapitia shida hizo, lazima utakuwa una changamoto zenye kujitosheleza au changamoto ambazo zitakuwa zinakupelekea ushindwe kumudu na kuperform tendo la ndoa vizuri. So karibu tukusaidie elimu, ushauri pamoja na matibabu, lakini pia sio kwa changamoto tu za wanaume, hata za changamoto za wanawake pia. So make sure hii ni sehemu sahihi kwa ajili ya msaada wa changamoto zako. Wasiliana nasi ili uweze kupata tiba kwa wakati.